Haikuwa rahisi kumpata, ila ndio nipo naye. Kila mara nilikuwa nikikuonya kurudi nyumbani usiku. Na sasa ukaamua kujichukulia maamuzi kurejea nyumbani asubuhi. Si hivyo, kuna vijana walinivamia. Nini? Wamaanisha nini? Sikufahamu kilichoendelea zaidi baada ya hapo. Ilikuwa ni asubuhi. Nikajikuta niko mahali nisipopajua. Lenik, uko salama? Asante Mungu. Inabidi hao jamaa tuwaripoti kwenye vyombo vya usalama. Hapana. Tusifanye hivyo. Nahisi kuna kitu anahitaji kujua. Na ukweli naweza nikawa nao mimi. Unawazimu nini? Hili ni kosa la utekaji. Wahitaji tusifanye lolote? Hawakuwa na nia mbaya, walikuwa na uwezo wa kunifanya chochote. Ni upuuzi. Kama nilivyokuambia, siwezi kuwa na msaada wowote tena kwa kuwa Lenik tuniamini. Atajua nimemtoa sadaka kwenye genge la wahuni. Hawezi fikiri hivyo kwa kuwa haukuwepo eneo la tukio. Lakini mimi nilikuwa na ahadi ya kuchana naye.
na sikutokea. Wadhani yuko na watoto kiasi gani hata shindwe kuelewa kuwa mimi nilimwandalia mtego wa kumnasa? Ona sasa. Liwapi la kumwelesha na kaelewa? Hofu si harisi, wapokea. Leneke. Niko nyumbani. Muda huu? Sawa, twaweza. Simu yako haikuwa inapatikana na nilisubiri zaidi ya nusu saa. Ulitaka nifanyeje? Hapana, sikulaumu. Ni hali ya hofu tu. Huenda ungepata na tatizo baya zaidi. Pole sana Leneki. Nasamani kwa kutozingatia muda. Ila kwa walichokifanya, vijana inabidi walipoti kwenye vyombo vya usalama. Acha tu. Kuna maamuzi nimeshaamua kwa kuwa kuna jambo nahitaji kulifahamu pia. Niahidi utakuwa salama. Ndiyo. Nahitaji kuondoka sasa. Nakupenda. Nakupenda pia. Kwa nini kufikiria zaidi? Wataka nifanyeje? Ilikuwa ni njia ya kumwaminisha kuwa sina ushirika na kilichomkuta. Na ingekwaje kama ungetulia makini ushauri wako? Huoni kama ungelitengeneza tatizo kubwa kati yetu sote? Na hivyo, lakini halikutokea hilo. Kipi kinachukutia hofu zaidi? Sawa. Lakini naamini wanaweza kufikiria njia zaidi ya kunisaidia. Sijui. Ila acha tu.